Kanisa hili lilijengwa na wamisionari ambao walikuwa wamisionari wa shirika la kimisionari linaloitwa Bethel au Bethel Mission kutoka Ujerumani, ambao waliingia pwani hii ya Afrika Mashariki hususan Dar es Salaam mwaka 1887, na walianzia upande ule wa Magogoni au Kigamboni, pale lipo kanisa dogo. Walianza pale, baadaye wakafika upande huu wa pili, ndipo walipoanza kulijenga hili kanisa 1887 na lilikamilika mwaka 1902. Na nia yao kama nilivyotangulia kusema kwamba imejengwa na wamisionari katika kueneza Injili katika ukanda wetu wa Afrika, lakini Afrika Mashariki, lakini na Afrika kwa ujumla. Na ukiangalia aina ya ujenzi tunaita ni ujenzi wa kibavaria wa Gothic ama Gothic style, Bavarian style pia, na ilidesigniwa na mtu ambaye kwa kijulikana zaidi kama Frederick Gould. Kabla ya ujenzi wa kanisa hili, wahandisi waliwahi kubuni makanisa kwa kutumia njia mbalimbali. Walibuni na kujenga kanisa kwa kutumia mbao, lakini kanisa halikukaa muda mrefu. Lakini pia kabuni na kujenga kanisa ambalo lilikuwa kwa material ambayo ni kama mabati, lakini kuwa na joto kali sana Dar es Salaam. Kwa hiyo ilibidi Frederick Gould safiri na kwenda katika maeneo mbalimbali ambako kuna joto duniani na kujifunza ni aina gani watu wanajenga katika maeneo haya. Kwa Frederick Gould aliweza kufika India, lakini pia Latin America, na kuangalia ni namna gani ambavyo watu wanajenga katika maeneo haya ambayo yana joto kali. Lakini baadaye ndio aliamua kuja na kujenga kanisa hili ambalo ni la Kibavaria wa muundo wa Gothic. Architect ilitoka Ujerumani. Kwa hiyo wao wenyewe walihusika moja kwa moja kwa ujenzi, isipokuwa walipata support pia ya wazawa ambao walikuwa tayari converted, walikuwa tayari wamekuwa waumini wa imani hii. Kwa hiyo waliwasaidia, walipata support. Walikuwa wanatumia tofali za mawe na za kuchoma, lakini zaidi kama tunaweza walikuwa wanatumia hizi coral reefs pia, ambazo zimehusika sana katika kujenga, na kwa kweli msingi wake ni mkubwa sana na msingi wake ni imara. Ile mbao na hiyo mchongo ilifanyika hapa. Ule ni mbao kutoka hapa katika pwani hii ya Afrika Mashariki. Yale madirisha matatu kuna picture mbalimbali yanaonyesha historia tofauti na maandiko yaliyopo kwenye Biblia. Kuna habari za Petro, kuna habari za Yesu, na katika haya madirisha matatu yani kuna kind of hadithi au simulizi ya maisha na mwanzo wa kanisa la Mungu. Hizi benchi tunazoziona hapa, kwa zamani kipindi kile cha ukoloni au kwa ambapo nchi yetu kabla haijapata uhuru, hizi benchi zilikuwa utaratibu wa kukaa katika ibada ilikuwa ni kila familia, baba, mama, watoto na ndugu katika familia ile. Kwa hiyo kila benchi lilikuwa lina familia yake. Lakini baada ya uhuru
Na hata hivi sasa tunavyoendelea, utaratibu umebadilika kwamba mtu yoyote hata kama sio familia moja anaweza akakaa mahali popote. Lakini sisi hapa tuna utaratibu wetu maalum ambao tumeuweka. Kwa mfano, benchi hii ni kwa ajili ya viongozi wetu wa kitaifa. Viongozi wetu wa kitaifa wanapokuja katika ibada, basi tunatenga benchi maalum kwa ajili ya viongozi wetu wanapokaa. Tunao mawaziri wetu wakuu wastaafu ambao wao ni waumini au ni members au washarika wa kanisa kuu Azania Front, wanakaa hapa, tumetenga maalum. Lakini pia kwa upande huu, kwa mfano upande huu, mama yetu mama Anna Mkapa amekuwa kiongozi katika taifa hili kama mke wa rais. Yeye pia ni msharika wa kanisa hili, na yeye anatumia upande huu benchi hili kukaa. Hata ukiingia ndani ukiona zile tiles za pale chini, tangu mwaka ule ulipokamilika kujengwa hatujawahi kubadilisha tiles za ndani ya kanisa. Kwa hiyo ni utaalamu na uimara wa hali ya pekee sana. Azania Front kama nilivyosema kwa ufupi, ukipanda kule juu kabisa kwenye mnara wa kengele, tuna kengele 3. Unaweza ukaimagine kengele moja ina uzito wa kilo 250, nyingine na kilo 150 na nyingine na kilo 100. Kwa hiyo ni zito. Unaona jinsi ambavyo walifanya kazi ya kupandisha hizi kengele, na ziko mpaka sasa hivi zinadumu. Obvious, wengi ni Wajerumani. Wajerumani wenyewe wanapenda kuona historia yao. Lakini si Wajerumani tu, wanakuja wa Sweden, wa Denmark, wa Italiano, na kwa sababu hii ni moja ya sehemu ya kumbukumbu za kale za taifa hili. Kwa hiyo wanapoona katika taarifa mbalimbali kanisa hili linakuwepo, wakasema nao wanaona sema hapana, kwa nini tusifike tukaona moja ya, of course, ni kivutio katika taifa na utalii wetu kwa ujumla.